Huyu jamaa anaitwa Ryan. Leo amewasili kwenye uwanja wa ndege kwenye nchi fulani iliyoko Amerika Kusini akiwa ametokea Dallas nchini Marekani. Huko amekuja kuonana na rafiki yake wa siku nyingi sana anaitwa Jack. Huyu Jack walisoma naye kwenye chuo kimoja. Anatafuta teksi lakini madereva wote wa teksi wanamkataa kwa sababu bei yake ni ndogo sana kuliko bei iliyowekwa. Lakini kumbe kitu ambacho alikuwa akijui, kuna dereva maalum aliyeagizwa na rafiki yake Jack aje amchukue hapo uwanja wa ndege ampeleke moja kwa moja mpaka Jack alipo. Baada ya kuonana na huyo dereva anampakia alafu wanaondoka. Huyu Ryan ana taaluma ya upishi, yani chef. Lakini kidogo maisha yamemwendea kombo. Uchumi wake umeyumba sana. Amekuwa na hali ngumu kuliko kawaida. Hivyo amelazimika kukimbia nchi yake kwa muda kwa sababu ya madeni ili tu kwenda kutafuta unafuu kwa namna nyingine. Na mtu pekee ambaye ni msaada wake wa karibu kwa sasa ni huyu rafiki yake Jack. Wakiwa njiani, huyu dereva anamkabidhi barua kutoka kwa rafiki yake Jack. Kwenye hiyo barua kuna maelezo yote. Kwenye barua Jack anasema hawezi kukutana naye kwa sasa kwa sababu kuna kazi anaimalizia, hivyo watakutana jioni ya akirudi. Lakini pia amemwandikia kodi maalum ambazo zinatumika kufungulia mlango wa hiyo nyumba, hivyo yeye aingie apumzike huku akiwa anamsubiri. Hiyo nyumba iko nje kidogo ya mji kwenye maficho yani. Na Ryan anapowasili anabaki mdomo wazi. Yani nyumba ni kubwa mno, alafu tena ni ya kifahari. Ila swali lake ni moja. Kwa nini iko katikati ya msitu namna hii? Kuna usalama kweli? Ni kuombe usubscribe, lakini pia bonyeza notification bell ili upate movie zetu tunapopost. Anaingiza zile kodi zinakubali, anaingia ndani kwa mshangao huku anazunguka kuangalia vitu, akiandamwa na swali moja tu. Huyu jamaa ametoa wapi pesa zote hizi? Na kwa kuwa alisafiri muda mrefu na ajala tangu asubuhi, anaamua kupika chakula huku akimsubiri rafiki yake. Baadaye anasikia gari linawasili. Ni Jack. Anatoka kwenda kumkaribisha. Wanakumbatiana kwa furaha. Ni marafiki hao na hawajakutana kwa muda mrefu sana. Yaani zaidi ya miaka 12 hawajawahi kuonana kabisa sura zao. Wanaishia kuwasiliana kwenye simu. Wanaanza kuzungumza mazungumzo mengi sana kuhusiana na maisha yao. Wanasimuliana hadi mambo yaliyopita huko chuoni walikokuwa. Ryan anamwambia kwa sasa amekuwa akifanya kazi kwenye migawa midogo, tena kwa mishahara midogo sana ambayo haimsaidii kubadilisha hali yake. Jack naye anamwambia kwa sasa anafanya kazi kwenye kampuni kubwa za kimataifa za catering ambazo zinahudumia matajiri wa dunia nzima. Na hata hiyo nyumba waliopo kwa sasa sio nyumba yake, ni nyumba iliyokodiwa tu na kampuni anayofanyia kazi kwa ajili ya hafla kubwa ya chakula cha jioni kitakachofanyika siku chache zijazo. Kitu ambacho ujue, Jack ameona kukutana na Ryan kwenye hiyo nchi kwa sababu yeye anaishi Uingereza. Hivyo angemwambia aende wakutanie Uingereza ingekuwa tabu kidogo kwa sababu Uingereza na Marekani kuna umbali mrefu. Na kama unavyojua rafiki yake kidogo kiuwezo yuko chini, lakini kwenye hiyo nchi kidogo yuko karibu na Marekani. Kwa hiyo sio shida sana kuonana. Sasa Jack anamwambia kuwa yeye ndio mpishi mkuu wa hilo tukio takalofanyika na analipwa pesa nyingi sana. Yaani mshahara wake ni mkubwa kiasi kwamba hawezi akamwambia Ryan ni kiasi gani. Lakini Jack hampi taarifa za ndani kuhusu namna anavyofanya hiyo kazi yake. Kwa hiyo anaishia tu juu kwamba Jack anafanya kazi na watu wa kimataifa. Basi. Na hizo stories zinamfanya Ryan amuonee sana wivu. Anaona jamaa ametoboa sana kimaisha, huku yeye anateseka, amepigika, heshimiwi na chochote, hadi nzi wanamtembelea tu bila mpango. Sasa siku inayofuata Jack anampeleka Ryan kutembea mjini kidogo aujue mji, na wanatumia gari lake ambalo ni la kizamani hivi ambalo amelinunua ili awe anatumia kwenye hiyo nchi. Ryan anamshangaa sana jamaa, pesa zote hivyo bado anatumia kagari, yani anakuwa amwelewi hivi. Basi wanaondoka huku jamaa akiwa anamtania sana kuhusiana na kagari. Lakini wakiwa hapo wanakutana na msichana fulani anaitwa Alice. Wanamkaribisha kwenye meza yao, wanalewa hadi pombe zinawakolea. Na kama ilivyo kawaida ya mlevi, akilewa ndiye anaanza kuropoka. Anaanza kuwaambia kuhusu mipango yake. Anawaambia yeye aliacha kazi kwenye kampuni aliyokuwa akifanyia kazi na sasa anataka kusafiri dunia nzima akitumia pesa alizozipata. Yaani kiufupi anataka aponde raha vilivyo. Hao marafiki wawili nao wanajitambulisha kwake. Anagundua kuwa wote wawili wanafanya kazi ya upishi. Kwa kuwachokonoa anauliza ni nani kati yao aliye mpishi bora kuliko mwingine. Ila jibu linakosekana. Hivyo wasiandikie mate wakati wino upo. Jack anamwalika aje nyumbani ili wafanye shindano. Na hilo shindano ndio litakaloamua nani bingwa kati yao. Wanafika nyumbani na shindano linaanza rasmi. Wote wanapika. Kumbuka wanapika chakula cha aina moja. Na baada ya kupika, Alice anapewa chakula huko akiwa amefumbwa macho, hivyo wale alafu waamue mshindi. Kweli anaonja hivyo vyakula vyote viwili, na baada ya hapo anachagua chakula kilichompendeza zaidi. Hicho chakula alichochagua ni chakula cha Ryan. Yaani Jack ingawa anafanya kazi kwa matajiri na analipwa vizuri zaidi, ila Ryan anamzidi sana uwezo wa kupika. Na kweli siku inakuwa nzuri sana kwao. Wanakula, wanaogelea pamoja, alafu wanaendelea na mazungumzo mengi sana. Sasa wanazungumzia kuhusu saa ya mkononi ya Jack. Hii saa zamani ilikuwa ni saa ya Ryan, lakini alipoteza kwenye betting miaka 12 iliyopita. Na kama Jack hawezi kumrudishia na hatokaa haivai. Na anatambua kuwa Ryan anaipenda sana hiyo saa.
Baadaye Alice na Jackie wanalala pamoja huku Ryan akibaki peke yake akitafakari maisha. Alafu Jackie anamchukua Alice anamrudisha mpaka hotelini kwake alikokuwa amefikia. Sasa huyu Ryan anapokea ujumbe kwa mtu mmoja anaitwa Rabbit. Huyu Rabbit ni mtu fulani anayemdai, hivyo anamkumbushia hilo deni, na huyo ni mtu hatari sana kiasi kwamba hawezi kumkimbia hata akienda sehemu yoyote duniani. Kwa hiyo ni bora achague kulipa deni lakini sio kukimbia. Muda wa Jackie kwenda kwenye shughuli zake nao umefika. Hivyo anamwaga rafiki yake alafu anaondoka. Hivyo Ryan anabaki akiwa peke yake. Anaiona laptop ya Jackie. Ile kuifungua anaona kuna mambo fulani ya kibenki ya Jackie. Na hapo username na password zimeseviwa kabisa. Hivyo ana login, anaingia kuona. Anashtuka kuona jamaa na zaidi ya euro 1,700,000 kwenye benki yake. Yaani pesa nyingi sana ambayo jamaa hajawahi hata kuota kuwa ataimiliki maishani mwake. Hivyo inamzidishia sana uchu wa kufanana na rafiki yake. Muda unayoyoma na hatimaye usiku umefika. Jackie anarudi akiwa amechoka. Tena ni mwenye huzuni sana. Wanakaa wanaanza kupiga story. Ryan anatamani kumweleza kuhusu deni lake analodaiwa ili aweze kumsaidia kulilipa. Lakini anavyoiona hali ya jamaa anashindwa kabisa kumuingia kutokana na kuwa jamaa na hali mbaya, yani haonekani kabisa kuwa ni mtu mwenye furaha. Hivyo anairisha kumwambia kwa wakati huo asubiri muda mwingine ambao utakuwa ni sahihi jamaa akiwa na furaha. Kweli wanalala, kesho yake kuna pambazuka. Ghafla anashangaa kumkuta rafiki yake akiwa amejinyonga. Yani ghafla tu bila kutarajia. Sasa inakuaje? Jamaa hajui chochote, yani anachojua ni kuwa rafiki yake amejinyonga. Na hakuna kitu anachojua zaidi ya kuwa rafiki yake ni mpishi na jina lake. Sasa baada ya kuwaza muda mrefu anapata wazo. Kwa kuwa jamaa amekufa na alikuwa anatengeneza pesa kwa kutumia upishi, ngoja ajaribu kutengeneza pesa kwa kutumia utambulisho ambao Jackie alikuwa ameutengeneza. Yani kiufupi lengo alilonalo ni kujifanya kuwa yeye ni Jack. Ngoja tuone kama atafanikiwa. Anaushusha mwili wake na kuondoa mpaka katikati ya mto ulioko pembeni mwa nyumba hiyo. Alafu anauzamisha. Baada ya hapo anafoji vitambulisho vyote vya jamaa. Yani anajaribu kufanya kila linalowezekana ili yeye ndiye awe Jack. Lakini akiwa bado kwenye process, Rabbit anamtishia tena. Na safari anamtumia picha ya mamake na kumwambia kuwa asipofanya anachokitaka basi atamdhuru. Na kwa kuwa Ryan ana uhakika kuwa atafanikiwa kuchukua mali za Jack, anaahidi kulipa dola 25,000 ndani ya wiki moja. Hiyo ikiwa ni pamoja na fidia ya usumbufu. Lakini Rabbit anakataa. Anamtaka alipe dola 50,000 na ikichelewa ndani ya wiki moja inakuwa dola 100,000. Alafu jamaa anatoka kwenda mjini kupumzika. Lakini anaporudi nyumbani anakuta kuna wageni wawili. Huyu dada anaitwa Imogen na huyu jamaa anaitwa Morris. Hawa ni watu ambao ndio wenye ile kampuni iliyokodisha hiyo nyumba. Hawajawahi kuonana kabisa na Jack isipokuwa huwa anasikia sifa zake za upishi. Hivyo walimaliza kila kitu online. Ila leo ndo mara yao ya kwanza kuonana ana kwa ana. Sasa huyu bibia kumuona tu Ryan anamuita kwa jina la Jack. Kwa Ryan anagundua kumbe hawajui sura ya Jack na yeye anaitika alafu anaisoma hiyo fursa. Hawezi kuacha hela wakati zinazagazagaa. Wanamuuliza kama ameshafanya maandalizi, lakini anajibujibu tu. So unajua hajui kinachoendelea. Huyu dada anajieleza sana. Kumbuka anavyozidi kujieleza sana ndivyo jamaa anavyozidi kuchota material. Anaambiwa kuwa kazi hiyo ataifanya kwa dola 300,000. Alafu anaulizwa kama angetaka advance au anataka tu alipe moja kwa moja kazi ikiisha. Kwa kuwa jamaa ana shida na pesa ili alipe deni, pesa yote anayofikiria kwenye kichwa chake ni ile dola 50,000. Anaomba advance ya dola 50,000 na anatumia hiyo pesa kwenye akaunti yake. Alafu haraka anaituma Marekani kulipa ile deni analodaiwa na Rabbit. Sasa wanamchukua kwenda kumuonyesha vitu vinavyohitajika kupikia. Lakini anashangaa badala ya kwenda sokoni wanamleta kanisani. Hali inazidi kuwa mbaya zaidi wanapomwambia kuwa hafla hiyo sio ya kawaida. Ni hafla ya watu matajiri ambao wanakuja kula nyama za binadamu. Ryan anapigwa na butwaa. Nyama za binadamu tena. Anatamani kukimbia lakini hawezi. Imogen anamuonya kuwa akijaribu kutoroka basi ajue kabisa hatofika mbali, atauawa. Kwa hiyo kiufupi jamaa ameingia kwenye mtego ambao hawezi kabisa kujinasua na inabidi afanye hiyo kazi. Hivyo anapewa taarifa kuwa kesho yake atakuja na huyu mwamba anaitwa Morris kuchukua hivyo vitu vya kupikia. Sasa hapo ndo akili na mjia anaanza kugundua kwa nini sasa Jackie alijiua. Kumbe ni kwa sababu hii. Aisee, nimeingia cha kike. Sasa usiku wa leo anaonekana na mawazo sana. Huyu Imogen anamshtukia, anamfuata, anamuuliza vipi? Anamjibu tu ninasikia tu kiu. Lakini kabla jamaa hajanywa anampa story na hizo story ndo zinazidi kabisa kumtisha. Anasema shirika lao ndo shirika linaloua watu wachache zaidi duniani. Kwa mwaka wao wanaua watu wachache sana, yani watu 75 tu. Ila kuna mashirika mengine yanaua watu 100, wengine hadi watu 300. Sasa anamuuliza, unafikiri makampuni ya uchimbaji wa madini yanaua watu wangapi kwa mwaka? Ni kesi ngapi usikie watu wamefunikwa na vifusi, mara gari limepata ajali imeanguka, mara mtu fulani amegongwa na chuma amekufa? Ajali za hivyo ni nyingi sana. Na vipi kuhusu makampuni yanayotoa misaada? Unadhani yanaua watu wangapi kwa mwaka? Kitu ambacho ujue ni kuwa haya makampuni yanatulipa pesa nyingi sana ili kuyapikia hizi nyama za watu. Tunakata baadhi ya asilimia zetu, tunaenda kufanyia maendeleo kwenye jamii ambazo zina matatizo. Yani kama vile kujenga visima, kusomesha wasiojiweza. Tunafanya hivyo ili waendelee kutuamini. Na tusipofanya hivyo, wanaweza kutushtukia.
Yaani kitu ambacho uelewe, haya makampuni ya kimataifa mengi yao ni ya kishetani. Hivyo wao yanajifanya yanasaidia watu, lakini kumbe lengo lao ni kuwatoa kafara. Na hizo kafara ndio zinafanya waendelee kukua. Nafikiri mpaka sasa hapo umepata picha. Yaani hadi jamaa kadua, ndio bibie kumuuliza, ulisema una kiu? Ndiye akakumbuka, yaani hadi jamaa amechoka juu afanye nini. Kumbe ndo mchezo unavyoenda. Sasa kuna pambazuko wanakuja kutafuta chakula hapa kanisani. Wanategea waumini wakiwa wamaliza ibada wachagua wanayemtaka. Wanamwona bibi fulani na mjukuu wake mbele yao. Wanawasha gari wanawafuatilia. Basi baada ya kuwafuatilia muda mrefu, wale watu wanaopotea kwenye mazingira yasiyoeleweka, yani wasijua wameelekea wapi. Katika kumtafuta wanamwona kuna jamaa mmoja amekaa maeneo ya jirani. Huyu jamaa anawauliza, "Kuna mtu mnamtafuta?" Wanamdanganya kuwa gari lao limepata shida, hivyo walikuwa wanahitaji fundi awasaidie. Huyu jamaa anaitwa Jose. Anasema yeye sio fundi ila ana idea ya kutengeneza gari kwa mbali. Hivyo anakubali kuwasaidia. Wanamwambia kuwa tatizo lipo uvunguni. Lakini anapoingia uvunguni kubaini tatizo, jamaa anamtandika risasi anamuua. Lakini kabla hawajaondoka, polisi wanafika kwenye hilo eneo. Kumbe wale wanawake waliokuwa wanafuatiliwa, waliwashtukia wakaenda kumfuata polisi, wakidai kuwa wamewatilia mashaka kuwa walikuwa wanawafuatilia. Hivyo polisi anawahoji alafu anachukua business card yao ili ajiridhishe. Ila kitu ambacho polisi hajui ni kuwa uvunguni mwa gari kuna mtu ameuawa. Sasa wanafanikiwa kuondoka na yule jamaa waliomuua. Baada ya kufika inabidi jamaa ampike. Unajua hajawahi kufanya hii kazi. Kwa hiyo hata namna ya kuianza ameshindwa. Yaani hana hata nguvu za kuanza kazi. Anaanza kwa kumkatakata viungo na kuviandaa. Alafu baada ya kumaliza anaenda kuoga. Huku bafuni anajilaumu mno huku akilia machozi. Yaani anajilaumu tu sijui nini kimemuingiza kwenye mambo ya kishetani namna hii ambayo alikuwa hata yatarajii kabisa kuwa atayafanya siku moja kwenye maisha yake. Anamaliza kuoga anaona hii kesi imeshakuwa ngumu. Bora tu aondoke. Kikubwa ni kuwa ameshalipa ile deni. Hamna anachosubiri hapa. Anaosha gari anaondoka. Lakini kwa kuwa ana haraka anapoteza umakini barabarani. Kwa kabla hata hajafika mbali anapata ajali na Morris anamkuta. Hivyo anamrudisha. Akiwa anamrudisha anamshauri aachane kabisa na hilo wazo la kukimbia, maana hawezi kabisa kuwatoroka. Yaani jamaa wamegawanyika dunia nzima. Kwa hiyo hata kukimbia hakuna kabisa anachokifanya. Wanarudi ndani na anapanga utaratibu wa mapishi. Wanapanga utaratibu vyakula vitakavyopikwa na namna ambavyo vinatakiwa vipikwe. Alafu kazi ya mapishi inaanza. Sasa jioni inafika, wageni wanaanza kuingia. Yaani kila mgeni anakuja kwa muda wake na kwa namna yake. Na watu wanakaribishwa ndani kwa ajili ya sherehe. Lakini baada ya dakika chache kuna polisi wawili wameingia hapa. Huyu anaitwa Detective Ruiz pamoja na Officer Gallo. Hapo wamekuja kuchunguza kutoka kwa mtu anaitwa Jose, ambaye ndio yule anayepikwa kule jikoni. Sasa kumbe yule Jose ni mtoto wa dada yake na huyu Detective Ruiz. Wamekuja hapo kwa sababu wanawashuku Ryan na Morris kuwa watakuwa wanajua huyu jamaa alikoelekea. Kumbuka ile maeneo ambayo jamaa amepotelea ndio pale pale walipoonana na huyu polisi. Na wamepajua hapa kwa sababu alimwachia business card yake. Emoji anaanza kujadiliana nao huku akiwa anawadanganya. Lakini majibu yake yanagongana kwa sababu inaonekana kuna kitu kina miss. Hata hivyo wanaomba kuongea na Ryan. Kipindi wanamuoji Ryan, Emoji anawapa supu ili wajisahau wanapokuwa wanamuoji. Lakini supu si ya kawaida, ni supu ya nyama ya binadamu. Wanaila bila kujua ni nyama ya mtu maskini, tena ni mtu anayemtafuta. Dunia hii. Anauliza ni nyama ya nini? Wanamjibu ni mchanganyiko wa nyama ya nguruwe na nyama ya kondoo. Lakini anauliza hizo nyama zote mimi nimeshawahi kuzila, mbona ni tofauti na hii? Lakini anajibiwa kitaalam, ndio maana tuna huyu mpishi kwa sababu yeye ni mtaalam zaidi. Baada ya hapo wanamuoji Morris, lakini na yeye anakataa kabisa, tena kwa macho makavu. Hivyo baada ya hapo wanaaga ili waondoke. Lakini wale wageni wanawakaribisha. Lakini huyo Officer Gallo yeye amechelewa sana na ushahidi waliofuata wameukosa. Hivyo yeye haoni maana ya kuendelea kukaa hapo. Anaaga anaondoka. Lakini huyu Ruiz kuna mashaka fulani bado anayo kwa mbali. Hivyo anaamua kukaa ili aendelee kula. Kipindi hicho akiwa anaendelea kupeleleza mdogo mdogo. Sasa kwa bahati mbaya Alice naye anakuja kumtembelea Jackie. Mlangoni anakutana na Imogen. Imogen anamkatalia kabisa kuingia kwa sababu kuna shughuli maalum inayoendelea huku ndani. Lakini anasisitiza sana hadi anakubaliwa. Anapoingia anashangaa kusikia watu wanamuita Ryan kuwa ni Jack. Afu cha ajabu anamshangaa Ryan akiwa amevaa saa ya Jack. Anamuuliza mbona watu wanakuita kuwa we ni Jack? Anasema ndio, kwa sababu nimekaimu nafasi ya Jack na haitakiwi wagundue. Lakini saa ya Jack aliyoivaa inamtia wasiwasi sana Alice, kwa sababu Jack aliapia kuwa kamwe Ryan hatakuja kuivaa. Iweje leo ameivaa? Anauliza mali alipoenda Jack. Anajibiwa kuwa ameondoka, amerudi Uingereza. Sasa inakuwaje aondoke ghafla hivyo na hajaniaga? Hilo pia linampa mashaka. Kipindi hicho anaonja nyama zilizoko humo ndani bila kujua anakula nyama ya mtu. Na kwenye sufuria anaona kuna kitu kama damu. Anauliza hiyo ni damu? Ryan bila wasiwasi anamjibu ndio. Hiyo inamtia mashaka, anaona hapa sopa kukaa, anaamua kuondoka. Sasa baada ya kushiba wageni wanamuita Ryan ili wamsifu maana amepika vizuri mno. Ryan anakuja anapewa maua yake.
Baada ya kupewa maua, anawaambia kuwa kuna zawadi anahitaji kuwapatia. Kuna huyu mama pembeni anaropoka, ulimi? Anajibu ndio. Huyu afande kusikivu anashtuka, ulimi? Ulimi wa nini? Anajibiwa ulimi wa nguruwe. Yeye anakataa, wa nguruwe hapana, mimi sili hiyo, mimi sili hiyo. Wageni wanafurahi sana, hivyo wanakaa kusubiria huo ulimi ulete wa utandike. Kipindi wamerudi kutengeneza ulimi, wanagundua kuwa ulimi umeharibika, hivyo inabidi wapate ulimi mwingine, maana huo hauwezi kupelekwa mbele ya wageni kama chakula. Hivyo Imogen anamwambia, wewe umewaahidi wageni mwenyewe na walikuwa wameshashiba, hivyo hakikisha unawapelekea ulimi, utakapoutoa mimi sijui. Lakini ghafla Alice anarudi kuomba msaada, gari lake linamsumbua sana, aliwaki. Sasa ulimi unaletwa, unawekwa mbele ya wageni. Kumbuka huyu detective yale ukataa, hivyo anapewa chakula kingine, lakini kwenye kijiko chake kuna ujumbe kuwa aende chooni, Ryan anamsubiri. Sijajua kabisa ulimi ameutoa wapi, maana ule ulikuwa umeharibika. Kufika anamwambia ndugu yake ameuawa na nyama yake ameipika, mbaya zaidi ndio hiyo ambaye ameila. Kwa hiyo jamaa amemla ndugu yake. Mzee aenda chooni anatapika, nimemla ndugu yangu. Na kwa kuwa mambo ni kwa ushahidi, anamchukua mpaka walipompikia ili ajionee. Anashangaa sana anachokiona, na kumbe haikuishia hapo tu. Kimbelembele cha Alice kimemponza, ameuawa na ulimi wake kumbe ndio ule uliochukuliwa ukapelekwa kwa wale wageni. Kujisachi mfukoni ili achukue simu yake wapigie polisi, simu yake kumbe alisahau kule alikokuwa. Hivyo Ryan anaenda kumchukulia ili amletee. Ile kuondoka tu, Morris anaingia akiwa na mashine hiyo, anamkatakata huyu detective vipande vipande, na baada ya msosi wageni ndio hao wanaaga, alafu wanaondoka. Sasa asubuhi Imogen anamwambia Ryan kuwa amepata feedback mtandaoni kuwa kazi yake imevutia wateja wengi sana na amechaguliwa kuwa mpishi mkuu kwenye hafla kubwa zijazo zitakazofanyika Afrika mwezi ujao, na huko atalipwa pesa nyingi sana ambazo zitamfanya awe tajiri mkubwa sana duniani. Alafu anaingizwa pesa yake iliyokuwa imebaki $2.5. Lakini kabla hajaondoka, Morris anamchoma na kitu fulani shingoni. Hii ni chipi ya GPS, ina maana kamwe hatakuja awakimbie kabisa maishani mwake. Sehemu yote atakapokuwa anaenda watakuwa wanamuona. Alafu anampa maelekezo kuwa hiyo chipi inafanya kazi mtu akiwa hai, lakini akifa ndivyo inavyosimama kufanya kazi. Kwa hiyo yeye ajue tu kamwe hawezi kabisa kuwakimbia. Aende Afrika watampata, aende Ulaya watampata. Hivyo Ryan anaondoka akiwa amevunjika moyo kabisa. Anaelekea London ambako ndiko nyumbani kwa Jack. Kipindi hicho Morris anachoma yale magari ili kupoteza ushahidi wa yale magari ya Jack na Alice. Yaani kiufupi Ryan amepatikana. Sasa akiwa uwanja wa ndege anakutana na abiria mwenzake. Katika kupiga story anamlalamikia sana kuwa na maisha magumu, na yote ni kwa sababu ya mshahara mdogo anaopata kazini kwake. Anamuuliza Ryan kazi anayoifanya. Ryan anamjibu kuwa yeye ni mpishi anayewapikia matajiri kutoka nchi mbalimbali. Huyu jamaa hajawahi kabisa kuisikia hiyo kazi, anashangaa. Anamwambia, we Mungu amekubariki sana, yaani unatembea kila nchi duniani unawapikia matajiri, we utakuwa ni tajiri mno. Aisee, we uteseki kabisa duniani. Kipindi hicho Ryan anamsikiliza tu akiwa anamuonea huruma, yani ajui kabisa anachokipitia. Ingawa atapata pesa na atakuwa tajiri mkubwa, lakini amepoteza uhuru kabisa maishani mwake na amekuwa mfungwa maisha yake yote mpaka kifo. Usitamani maisha ya mtu, hujui alivyoyapata.